Kadi nyekundu ya kwanza katika ligi ya NBC msimu wa 2026-27 imetolewa na moja kwa moja imekwenda kwa mchezaji wa Simba, si mwingine ni David Kameta maarufu kama Duchu. Ni katika mchezo wa Simba dhidi ya Kagera Sugar, mchezo huu ambao ulichezeka pale katika uwanja wa Kaitaba Stadium. Simba akiwa anaongoza bao 1-0, bao ambalo limefungwa na beki wa Simba Sports Club anaitwa Ismail Olivier Tule, ambaye alifunga kutokana na pigo la kona assist ya Libase Gweye. Sasa kipindi cha pili mnamo dakika 54-53 tulishuhudia kadi nyekundu ikitolewa, na wengi wamekuwa na doubt, wanaulizana ni kadi halali ama sio kadi halali. Sasa kabla ya kwenda kuchambua, nikwambie tu ya kwamba hakikisha umesubscribe hapo chini, hakikisha mbonyeza hilo neno subscribe ili wa kwanza kupata taarifa ambazo zinatoka hapa kupitia Gavana TV, na mimi ni Gavana mwenyewe. Sasa ilipofika dakika 54 tuliona David Kameta akiwa anawania mpira dhidi ya mchezaji wa Kagera Sugar. Ulikuwa ni mpira wa juu maarufu kama mpira wa kichwa. Mchezaji wa Kagera Sugar mwenye jezi nambari 3, yeye aliruka kichwa kwa ajili ya kuwania mpira, lakini Duchu aliruka kwa mguu, yani akiwa amejihami kwamba anaupiga ule mpira. Tunafahamu mpira wa mguu wa kichwa, ukaweka mguu, hiyo ni faulo kabisa. Lakini mpira ungekuwa ni level ya kawaida tu, ya level ambayo mtu anaweza akapiga kifua ama akapiga mguu, hiyo sawa, lakini ule ulikuwa ni mpira wa juu kabisa. Sasa David Kameta yeye alijimaliza, aliruka kabisa teke, kitu ambacho ni hatari, si tunasema dangerous foul. Yani ilikuwa ni foul ambayo ni hatari sana, kwa sababu madhara angekuwa makubwa kama kile kiatu cha Duchu kingempata yule mchezaji jezi nambari 3, ni mshambuliaji huyu wa Kagera Sugar. Kama angepatwa na ule mguu wa David Kameta, basi huenda angepata majeraha makubwa sana, tena katika eneo la kichwa. Tunafahamu faulu nyingi ambazo zinatokea, mchezaji akishika kichwa tu refa anatakiwa asimamishe mpira. Sasa inaonyesha jinsi gani ambavyo ni dangerous, hatari. Sasa baada ya hilo tukio, kitu cha kushangaza ni kwamba muamuzi yeye alikuwa hajaona, wasaidizi pia walikuwa hawajaona. Yaani ni tukio ambalo uwanja mzima umetahamaki, unashangaa imekwaje hapa. Refa hajaona, msaidizi hajaona, force official hajaona, yaani waamuzi wote kimsingi walikuwa hawajaona. Sasa sijajua ni changamoto ya waamuzi kwamba wafuatilii matukio ya mpira au imekaa vipi? Utaniambia hapo chini kwenye comment. Kagera Sugar, kwa sababu kuna mfumo mpya sasa hivi unaitwa video support system, ambao huo mfumo kila kocha anapewa kadi 4 ambazo ikitokea kuna shida, basi unatumia kadi yako moja kumuita refa akaangalie marudio. Ni kama viala fulani hivi ya kwetu sisi kibongobongo, kiukweli imekuja kusaidia. Basi baada ya refa kuitwa na benchi la ufundi la Kagera Sugar, akaenda kutazama na akajiridhisha ya kwamba ilikuwa ni dangerous foul. Hakusita, akamweleza kabisa David Kameta, bana pale umezingua, kadi yako nyekundu hii hapa. Reaction ya David Kameta ilionyesha kabisa anajua foul ambayo amefanya, anajua kosa ambalo amelifanya, yeye wala atakushangaa. Kwa hiyo David Kameta anakuwa ni mchezaji wa kwanza kabisa kupata kadi nyekundu katika msimu wa 2026-2027. Iliwalazimu Simba kucheza mchezo kwa dakika hizo zilizokuwa zimesalia wakiwa pungufu ya mtu mmoja, lakini baadaye aliingia Elim Panzo Kibisawala ambaye alienda kuongeza bao la pili. Simba akamaliza kwa ushindi wa bao 2-0. Lakini nini ambacho nataka kuzungumza hapa? Tunafahamu Shomari Kapombe ana majeruhi, mkono wake uliteguka, hawezi kucheza. Lakini chaguo la pili lilikuwa ni David Kameta ambaye ni kijana ambaye anatumainiwa sana katika nafasi ya pili. Lakini pia chaguo lingine la tatu linakwenda kwa Nathanael Chilambo. Ni muda sasa wa Nathanael Chilambo kuonyesha uwezo wake ambao umefanya asajiliwe pale na si vinginevyo.
Basi yako mengi ambayo yanaendelea. Mimi ni Gavana na hii ni Gavana Media. Tukutane tena wakati mwingine, kwa mastori haya. Kisha umesubscribe, umelike, umecomment, pengine kikupendeza share. Kwa hiyo mpaka wakati mwingine.